Aya bwana, tunaendelea pale pale tulipoishia. Bwana mchizi kukaa na kufikiria kila kiwasha kiberiti kama kuna jambo linakuja kichwani na idea. Akaona isiwe shida. Vijana washamaliza kufanya kazi. Mzee akamwambia bwana, achukue ujira wenu na kaja bwana, tajiri tunafanyaje? Akamwambia sikiliza wewe. Inabidi utoke wewe moja kwa moja kwa sababu mimi nikitoka hapa hiyo laana itaendelea kunifuata. Kwa hiyo nenda moja kwa moja kwa yule mganga wetu. Nenda kamwambie namna gani naweza nikazuia hilo shetani lisende kunifuata. Basi dada akafuatwa na ugeni leo, akapokea mgeni wake akamwambia bwana tafadhali karibu sana. Basi mchizi akamwambia bwana nashukuru sana nimekuja, ila nimekuja hapa kutokana na director ama chairman Jion amenituma nije hapa nikuulize anawezaje kupata talasimu ama kupata kinga ya hili jini ambalo linatusumbua ama jini ambalo anataka liende lifanye limharibie maisha yake. Basi mchizi alikuja hapa akataka koje, na baada akamwambia hakika hilo jini ambalo linamsumbua chairman limesababishwa na peni fulani au kuna kitu fulani ambacho kimechukuliwa. Kwa hiyo sasa anatakiwa ajulikane mwenye hiyo peni ni nani, au mtu ambaye anaitumia hiyo peni kusambaza uchawi katika kampuni ama kumletea mzee ni nani. Mara pa ghafla inapigwa simu kutoka huko kwa maaskari polisi. Ni yule askari ambaye bwana mkewe bwana kwa makini anamwambia bwana sikiliza mzee, hapa imekuja taarifa kutokana na peni fulani bini fulani. Kwa hiyo sasa hivi peni wanaifuatilia. Sasa mzee aliposikia jambo hilo akaona sasa hivi peni inafuatiliwa, moja kwa moja akainua simu akamwambia bwana mzee, ile peni ambayo unaisema tuitafute tuipate sasa hivi anayo maaskari na hapa nimepigwa simu sasa hivi. Kwa hiyo na maana ipeni sasa hivi shaza yake sasa. Mzee akamwambia hilo jambo si la kulifumbia macho. Sasa issue ilikuwa hivi. Sonjin bwana aliandaa kisasi chake kutokana na hii kampuni. Wala hakuogopa chochote kwa maana yeye alifanya hivi. Alienda hapa akaenda kuongea na hawa mabinti, lakini huyo binti alikuwa hajui kama yeye amekuwa mtego. Na hapa akamwambia hakika nitakufanya kitu kibaya kama utaendelea kunifuatilia na kunishangaa kila wakati. Dada Asa alivyoambiwa vile akaona bora yaani mimi kumshangaa tu ndo yeye anitishie kama hivi. Ndio maana tukaona pale mara kwanza udada amemchukua maswaiba zake, umeelewa, kwenda kumfuata yule dada kumtaka aombe msamaha. Ilikuwa hivi. Basi udada alichonganishwa kama hivi, na kwa sababu huyu dada muda wote alikuwa anafuatilia Forest Green, au akaona bora walichafua ile kampuni kutumia huyu dada. Lakini mpango wote ni sio jina ambalo alikuwa anaendelea. Upande hapa anaonekana yule askari akiwa na kaka mpya akiwa anamuuliza mbona yeye alishare comment akashare maneno katika ile kampuni. Umeelewa? Jamaa akamwambia kwa nini wewe ulifanya mambo yote au kaandika na ukashare kampuni? Akasema bwana mimi unajua niliona tu na niyo baadhi ya ujumbe kwao na mimi nikaendelea kushare. Kama ilivyokuwa unajua masuala ya umbea Tanzania yanapotokea bwana Diamond kafanya kitu chochote ama Harmonize ama msanii yote mkubwa kama kina Alikiba, unakuwa na watu wengi wanakuwa na shashia. Kwa hapo askari polisi akamwambia kwa hiyo maana mimi mkiambiwa hata muongee kitu kibaya kwa sababu eti ni mtu mkubwa na nyinyi mnataka kuongea tu kutia nani zenu, basi hapo upelelezi jamaa anaendelea nao hadi kujua nani mmiliki halisi wa ile peni. Lakini hapa simu inapigwa sasa. Jamaa kumbe alikuwa anampigia mke wake anamwambia bwana hakika leo bibi yeye nimekuletea chakula kizuri, utakula utaenjoy bwana. Mchizi akawa anarudi nyumbani, lakini kuna ugeni hapo wa gari anaishangaa iko nje ya nyumba yao. Kabidi asogee karibu ile gari kuiangalia gari ya kina nani. Mwisho siku anajikuta anatekwa. Lakini kwenye papatua jamaa anadondosha simu na simu ina kidogo kama inajioff. Upande hapa nyuma jamaa wanamwambia haya tuambie wewe, anakuambia wewe ufuatilie kesi ya Ipeni na Ipeni alikupa nani ama Ipeni umeiona kwa nani. Basi mchizi huku director chairman anacheka tu, mtu acheza kipigo kule ndo kwanza roho yake iko safi na baridi. Watu walipiga kipigo mpaka tena wakapiga tena. Akamwambia tunataka tujue hiyo peni wewe umeipataje na hakika mmiliki wa hiyo peni ni nani, ama ni nani ambaye alikupa hiyo peni ya ushahidi ama peni ya marehemu ambaye ameshafariki, wewe kwa nini unayo? Akamwambia sikilizeni. Jamaa hakutaka kuelewa kama huyu ni askari, wakaendelea kuchapa kipigo. Lakini hapo alienda kwa bwana sisi tutakuja tutaua askari, mwisho siku itakuwa shida. Mzee akataka kama afunguliwe, lakini hapa askari anapofunguliwa akaona ni nafasi nzuri sana kujitetea. Ikabidi amsukume jamaa mmoja ndani kutoka juu ya gorofa mpaka chini korongo na kuanza kukimbia. Majamaa wakaanza kumkimbiza jamaa ndani director Janga na kuokoa maisha yake. Sasa anakimbia huko nyumba anafuatwa. Lakini mzee Chairman Jion hana hata chembe ya wasiwasi ndani ya roho yake. Akamwambia bwana, mara ghafla kaanza kucheka na jicho lake likabadilika kawa jeusi complete, yani moja kwa moja. Na mwisho wa siku akawa anamwamuru director Jang aingie katikati ya barabara kwa kushindwa kujizuia na nguvu za mwili wake. Director Jang anajua dawe sema inakufa, yani kwa nini nimekimbilia barabarani? Na mwisho wa siku gari kubwa likaja likapita naye, yani pale ndo kawa mwisho wa huyu askari. Lakini huku Chairman Jong anacheka sana, lakini tendo lile mchizi analiona. Bala mzee anataka kuondoka tu, jamaa akamzuia nyumba. Bosi ana kitu gani hapa? Mkewe kapiga simu kasubiria msosi lakini kama wasiwasi hivi na akili zinamjia. Na mwisho siku akataka kujua mumewe anaendeleaje, akampigia yule askari Sanjin, bwana anampigia mwenzangu simpati la hapa, kuna habari za kushtukiza ama habari za kuhuzunisha, moja kwa moja hospitali. Na hapa Sanjin anakuja anaangalia mwili wa yule marehemu ambaye director kwangu askari mwenzie anamkuta mchizi amekufa vibaya. Hata mama alishika tumbo lake, yani mama alikuwa mjamzito na mtoto uko tumboni huko. Unajua tena mwanamke akiwa mjamzito na apata
habari kama hizi, I say inakuwa ni hatari sana kwa afya yake. Basi mchizi kamtoa nje akamwambia, bwana, hakika sisi zote tuna majonzi, inabidi uwe na nguvu, uwe na moyo mzuri, kwa sababu mume ametangulia, tulimpenda ila Mungu amempenda zaidi. Jamaa alilia sana kwa sababu alisi yeye kama kila kitu ndio ambaye amekifanya, yani yeye kama ndiye alitoa peni ile kumpa huyu jamaa chunguze, na jamaa mwisho siku ile peni inampelekea kupoteza maisha. Huku dada kona aelewi, ikabidi ampigie yule binti ambao ni mganga na yeye binti yake Sonjiak. Haya, lakini hapa anaonekana asubuhi ilipofika na jamaa katika eneo la tukio anapekua bwana kujua huyu mchizi alitekewa wapi na alichukuliwa wapi. Hapa anakuta simu ya huyu jamaa ambaye ameshakufa sasa hivi. Maskari katika kabineti kubwa sana wamekaa hapa wakiwa wana majonzi mazito sana kwa kifo cha ndugu yao ama kifo cha mwenzao. Wakataka kujua huyu bwana ni askari mzuri, amefanya kazi kwa miaka mingi katika jeshi lao la nchi ya Korea, na hapa leo amekufa kikatili. Na wakasema hakika tufuatilie kila kitu na kesi yote, na tuwe makini sana na kampuni ya Forest, kwa sababu inaonekana kampuni ya Forest ndio ambayo inaendelea kupoteza watu. Kila mtu ambaye anataka kufuatilia hii kesi anakufa. Na baadhi ya watu wanasema hakika tangia alivyokufa mtu wa kwanza na akafa mtu wa pili na sasa hivi anakufa mtu wa tatu, yote ni kesi hii moja ambayo inatusumbua ya kampuni kubwa ya Forest. Kwa hiyo msifanye masiala na kampuni hiyo. Askari mkuu akaendelea kuhimiza, akamwambia msifanye tena masiala zaidi ya masiala, inabidi muingie katika upelelezi mkubwa haraka sana juu ya kampuni hiyo, na hakika msichekee wala msifanyie masihala. Hiyo ni kampuni hatari sana, na watu kila wakiangalia na jinsi walivyoishi na ule mchizi wanadai jana tu tumetoka kuwa naye. Haya, upande hapa mama akaendelea kuangalia bwana, wenyewe huko hawajui kama tayari washaua mtu bwana. Hakika tunafanyaje kutoa ile shetani, kuua ile jini ambalo linaendelea kunifuata? Lakini hapa director Chaman Jeong anaonekana yeye hajui kama huo mzimu ambao unaua watu au ambao unaendelea kumfanya awe na mtu kama mtu alana uko ndani ya mwili wake tayari kitambo tu, na sasa hivi ndio ambao unafanya tu majibu, lakini anaonekana yeye mwenyewe hajui. Na hapa akawa anauliza, sasa huyu mtu ambaye ananiloga natoaje uchawi wake? Madamu anamwambia, bwana sikiliza, unaonekana uchawi huu ambao unakufuatilia wewe si kutoka nchi hapa, kutoka huu uchawi kama jinsi nilimwambia mara kwanza, uchawi unahisi umetoka Japani na sio hapa Korea. Kwa mama anamwambia kama uchawi ni wa Japani inabidi uende na asili na vitu vya asili vya Japani ili mradi tupate kuuzuia, usiendelee kukufanyia mambo ajabu. Mzee hapa anataka ilizi ama anataka tarasimu zile za kumkinga na huo uchawi ambao unamsumbua. Na mama anamwambia, sikiliza, inabidi tununue ngoma kubwa. Unajua kama huku watu wanatumiaga kupiga wanasema dogoli. Sasa hapa mama akatoa, anaambia bwana inabidi tupate ngoma kubwa, tupige na tupige usiku mzima, tufanye mambo yetu ili mradi huo uchawi, hilo jini ambalo linakusumbua litakuja live na mwisho wa siku tutalitoa. Mzee akaona jamani, litatoka tena au nuksi itaondoka. Basi jamaa hapa akamwambia, bwana hamna shida, vitu vidogo hiyo, hata kama inakuwa bilioni ngapi mimi nitatoa, lakini kikubwa anachotaka mimi nipone. Hapa director hana moja wala mbili, lakini hapa mama anamwambia usijali, na mwisho siku director anateleza. Hapa sasa anatoka huyu mlinzi wake anamwambia, bwana mimi kuna jambo nataka nikwambie. Anaambia, jambo gani? Bwana director, jana usiku nimemshuhudia kwa macho yangu anatumia uchawi kuua watu. Anambia, wewe sikiliza, uangalie mdomo wako, na kingine umfanyie sana ulinzi director, kwa sababu director likimtokea chochote hakika sote sisi tumeangamia. Kwa hapo kama mama hataki kuamini kama ule uchawi ambao dada anakusemea tayari ushaingia ndani ya mwili na unamfanya jamaa afanye mambo mabaya. Anambia, sikiliza, uwe makini na umlinde. Umenielewa? Jamaa anaona sasa hapa tena natishiwa na mimi nimeongea tu, ikabidi akubali. Anambia, sikiliza wewe, unajua kula yako na kila kitu kipo kwa huyu director. Kwa hiyo sasa ukifanya kitu kibaya director Chairman Jeong ikamtokea jambo lolote, ina maana na umepoteza kila kitu matwa. Jamaa kaangalia kaona hatari sana. Upande wa hapa shuleni hapa kunaonekana kama kuna binti hapa Esther, yani kama ni mwanamuziki huyu hapa. Huyu amekuja hapa akiwa anashangaa na watu wengi wanamfuata wanaongea naye. Unajua tunakishakuwa maarufu, lakini sasa ghafla mtoto wa kimaskini akaja akamkumba ule binti, na baada ya kumkumba ule binti huyu mtoto akadondoka chini akaanalia, kwa sababu watu walihisi eti anachafua nguo za binti. Dada nani Sonjin akaangalia akaona sasa huyu yatima, alafu wanamfanyia mambo kama haya, wanaacha kumfariji yatima, akaondoka huko analia. Lakini Sonjin alienda na kutaka kumtuliza, kumwambia bwana usilie, hayo ni maisha tu, kama amekunyanyapaa kukuona wewe ni mchafu ni vitu vya kawaida, lakini usijali sana ukajisikia mpweke. Umeelewa? Basi yule mtoto akaitika kwa kichwa na machozi yakanamtoka, lakini Sonjin alienda moja kwa moja mpaka kwa dada. Sani, oya wanangu usisahau kubonyeza alama subscribe kama mara yako ya kwanza kujiunga nasi, na sasa tukutane katika kigongo kinachofuata cha episode ya 4. Hii hapa ya 3 inaishia hapa.